So guys, nataka niwaonyeshe cemeteries za Bungoma venye huwa zinakaa. And as I'm shooting this video niko very traumatized because right now venye tunaongea kuna huyu dem mwenye amekuja kuzika mtoto wake sahi. Acha niende niwaonyeshe venye hizi cemeteries za Bungoma zinakaa. So hapo hivyo penye na zoom, hapo ndio wamezika mtoi hapo. Right now hapo penye kuna mchanga hapo ndio wamezika mtoto newborn baby sahi. As we speak, nimefika kama wanatoka. So let me show you how the cemetery looks like. Na hizi makaburi za Bungoma, hata hizi makaburi za Bungoma, most of them haziko in good conditions. Like unaweza step kwa msalaba each and every time. Ndio hiyo moja. But si zote ziko na misalaba. Like kila place penye unaona kuna a very hilly place penye nakaa hili. Hiyo place like wamezika mtoi hapo. Kwa hiyo mchanga unaona hapo ndio wamezika mtoi sahi. Like hizi places zenye unaona mingi kuna hili, hizo ni makaburi. Like hapa kama hii ni moja, kuna ingine hapa, zingine ndio hizi. Na mostly watu wanazikwa hapa ni wale watu wenye maybe wamekuwa naishi on rentals na they don't have a place to be buried. Ndio hizo zingine huko. Ndio hizo. Unaona kama huyu. Hizi ni cemetery za Bungoma venye zinakaa. Unaona mwingine ndio huyu anaitwa Grace. Mostly unapata ni Wajaluo. Nani huyu? Ni Grace Akech. Huyu ni mtoto mdogo actually, amezaliwa 2021 akakufa 2025. Mwingine ndio huyu. Like hawa watu wacha rest in peace. Na mwingine ndio huyu ndiye amezikwa tu the other day. Like in Bungoma hizi cemeteries haziko in good conditions. Unaona hata msalaba ndio hii imeibiwa. Ndio hii ni kaburi ya mtu amezikwa tu the other day. Zingine ndio hizo zinakuwa swept away. Hii ni unaona hata ndio hizi nguo za watu wamededi. Hizi ni jeneza zilikuwa zinajaribu kuwa destroyed na watu because hii place hata haiko secured. Hii ni masiweji. Wenye wanajua hii ni masiweji. Wenye wanajua hii place ni masiweji. Na huko mpenye tunaenda huko mbele ndio place wao wanafanya ibada, ndio habari mtu. Huko penye tunaenda na hii enye unaona hiyo ni masiweji. Zinaenda mpaka huko chini. For those who come from Bungoma wanajua Kenya nasema, wanajua place nasema, place naongelelea. Like hizi cemetery za Bungoma, they are not in good conditions actually. It's so painful. Kuna udema amekuja saa hii time yenye nimekuwa nafika au amekuwa anatoka. Wanaishi kwa rentals around hapa Bungoma. But mtoto wake sasa amekufa. So amekuja kuzika mtoto wake saa hii. Na in fact hakuna church iko involved. So mimi nakaa hivi nashindwa. Kwani siku hizi watu wanaendanga church na church ni wanyama. Wamekuja tu na maneighbors zake wa ploti. Wamekuja kuzika. Hakuna church, hakuna hata maombi, hakuna kitu. Like churches siku hizi watu wamekuwa wanyama. Right now as we speak, amekuja tu na neighbors zake na marelatives zake, hata baba ya mtoto hajakuwa. Because nasikia ati sijui kwa kina baba mtoto wamekataa kuzika mtoto wao. So imebidi dema kuja kuzika mtoto wake cemetery. Makaburini ni mbaya sana by the way. It's so painful. It's so painful by the way that churches time ya sadaka wanatuombea, time ya sadaka wanatuklapia. But during our difficult times, church wana step away, like wanatuachanisha hivyo tu.